Zekaria kifungu ni cha pili mstari ni wa kwanza hadi wa 13. Ningwenda usoma ndeto ya Yoba kwito Zekaria kilungu cha keli kuma mswa wambe. Kilungu cha keli kuma mswa wambe. Nginya usuwa 13. Na ndo manga hii mniache nisome neno la Bwana nalisoma lasema hivi: na no kilia medho makwa na nona na sisia mundu enauli wa kuthima kokoni kwake. Number 2, nivo naisie uendete na kuwe nake ambia kuthima Yerusaleme kusisia udhambe wayo na uwasa wayo. Verse 3, na sisia mulaika ula wanena na kwa adhi na mulaika ungi au mila akomane nake na amwea semba nena na mwanake ukimwia Yerusaleme ikatoa ni tamisi ete maubai nundu wa ando na indosiayo kwingiva nundu nye easia Yehova ngethi wa ubai wayo wa mwaki uthiululukite na ngethi wa ndaya kati wayo. Number 6, I as a way of saying iwai kiai mume ni yangali ya iulu yasia Yehova nundu nina munaikisie taisebe ina siamatu yasia Yehova Sayoni vonoka uwe ula utuye na mwetu wa Babiloni nundu ni wo Yehova wangudhu unukwasia ni wandumie kwa imbae ilasia kuvutie nikana ndaya yumile sia kuvutie nikana ndaya yumile nundu ula akita chuma cha idho ya Yehova nundu sisia ngama tukangia koko kwakwa na makatwika makutabwa ni ala madhukumie na mukama naka na Yehova wangudhu ni wandumie. Ina natana verse 10, we mwetu wa Sayoni nundu sisia ngoka na ngatu wakati waku yasia Yehova na ambaye mbingi ikelumania na Yehova muthenya usu na kwithiwa andu makwa na ngatu wakati waku na kama naka na Yehova wangudhu nundumite kwaku na Yehova akatiwa Yuta takianda chake ndini wa ila ndeu na akamuva Yerusaleme ingi. Verse 13, vindia miyonde mbe wa Yehova nundu ni wukilite kuma utuoni wake mutheu. Na Bwana alibariki neno la nani? Neno lake. Asifiwe Yesu Kristo. Zekaria ni wakati mmoja na Hagai. Ipinda thimwe na Hagai. Na no ipinda thimwe na ungewita wa Zerubabeli, ungewita wa Joshua muthembi munene, ungewita wa Nehemia na ungewita wa Esala. More or less the same time. Nene sini mwisi maobomo. Na eandika itina wa andumangai watu wa Mungu walipotoka kule uhamishoni, kule ugenini inchi ya Babiloni. Mnajua wakati wa Yeremia walikuja Babiloni mara kwa mara. I think mara 2 wakawabeba watu wakawapeleka kule Babylon. Wale ambao mnawajua kama Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego na wengine wote wa Yuda wakapelekwa kule. Kulingana na neno la Yeremia ambaye alisema for 70 years mtakaa ugenini. Na baada hiyo miaka kuisha, wakati umefika wao wakurudi, wakaambiwa warudi. Na neno hili chapter 2 limeandikiwa hao waliosalia huko waweze kurudi. Maandiki wendeto hii nundu waitumisia nonduna undu wambe nikana mekuumba Babiloni onakau ibinda za kusioka ni zavika mekuumba Babiloni mazende na imuno. In fact wanaendelea vizuri sana. For example, mnajua habari za Daniel vile aliweza kuinuka katika ufalme akawa kiongozi.
wenzake Shadrach, Meshach na Abednego vile waliweza kuinuliwa. Na imagine kama hao waliinuliwa, je, na wale wengine waliendelea aje? Kuna wengine Esther, ibukudha Esther na Mordekai, walikuwa wengine ambao walibaki huko nchi ya Babylon. Wakati huo ilikuwa inaitwa Persia, maana ilikuwa ishachukuliwa nikabebwa kama vile tutakavyoona hapa. Na hivyo wakasalia huko na bado wakaendelea vizuri. Esther akawa malkia wa Persia. Praise the Lord. Kwa hivyo hali yao haikuwa mbaya sana. Mara kwa mara walitatizwa. Kama Daniel alipotupwa katika lile tundu la simba, Shadrach, Meshach na Abednego wakatumwa kwa ule moto. Na wakati wa Esther wakatafutwa ili makusudi wa uwawe na yule mtu mbaya anaitwa Haman. But on the whole they were doing well. Zaidi ya hayo, wanashangaa kweli watarudi Yerusalemu ilhali nyumba ya Bwana haijajengwa. Maana huu wakati wa Hagai na Zakaria ndio nyumba inaendelea kujengwa. Ibuku ni Hagai anawaambia, pandeni kwa mlima ili mkaje na miti munitengenezee mimi nyumba. Maana mbona mtakaa katika nyumba nzuri za kupendeza ilhali nyumba ya Bwana imebomoka? Hivyo ilikuwa katika wakati huu wa kupanda mlimani wakatengeneze. Hivyo wakasema, mbona tuende turudi Yerusalemu ilhali nyumba ya kumpatia Bwana dhabihu haijajengwa, ilhali adhembi ya nene wale makuhani wakuu hawajachukua kazi yao, ilhali Walawi hawajaendelea kazi yao. Mbona mnatuita turudi? Tena kuna sababu nyingine mbona hawakurudi. Ni kwa sababu walipochukuliwa wakapelekwa Babylon, ndio walikaa chini wakafikiria waanze kuwa na masinagoge. Wasoma maandiko manga iko ya itinanga vile Davidi, za Sumbe Solomoni, za Elia, za Elisa, masinagoge malaibo kitumi nondo. Walikuwa na makuhani, walikuwa na nyumba ya Bwana, tena walikuwa na mfalme, tena walikuwa na manabii. Lakini walipobebwa wakapelekwa kule kama njia ya kujikumbusha mambo ya nyumbani, kujikumbusha customs zao, kujikumbusha itikadi zao. Sivyo sio na kila kindu masia tumande kindu tukeka kila mvua wa dhamda tukaelili kanasia tukasoma maandiko mangai. Hapo ndipo masinagoge yalianza. Akasema we are almost there, tuko nusu ya kuabudu Mungu, mbona turudi? Ninaona haka utuluka uke na makanisa maingi. Elamu kwa wanito kwenda kuambia branch. Hito kwenda kuambia branch. Watu wanakataa, wanasema hapa tumezoea. Hapa tumejiimarisha. Hapa already nishakuwa mwalimu wa Sunday. Hapa already nishakuwa kwaya. Na already ninaendelea kuimba katika kwaya na nimenunulia uniform zote katika zile 13 tumeambiwa tununue za kwaya. Hivyo ndio nianze upya. Mwingine anasema hapa kanisa nishajenga, nitaenda nikaanza kanisa lingine mpya. Hivyo ndivyo walikuwa wakihisi waliosalia kule Babylon. Alama atiweku. Lakini ndeto ni hii nipe onengwa itumi tatu. Sababu zao 3 za kurudi. Wanaambiwa harakisheni, rudini. Na sababu ya kwanza, maana huku ndiko kuna baraka kweli za Mungu. Wasoma Kilungu 2 Twewa verse 3, chapter 2 verse 3. Na sisia mulaika ula wanena na kwa adhi, na mulaika ungi au mila ako manenake, na amwea semba nena na mwanake ukimwea Yerusaleme ikatoa tamisi ite maubai nondo wa ando na indo siayo kwingiba nondo nye ya siawu Yehova ngethi wa ubai wa mwaki uthiululukite na ngethi wa ndai ya kati wayo maubai nini sini mwisi maibata ibindane thiu nikena mesie na amaitha muzemna no tuko. But God says we will no longer have walls. We will no longer have walls, because the blessings I will bless you will exceed the necessity of walls. Mukatoa amulaka nguta nundu ni mwaingiba na ni mwavua. So the best thing to do is trust me to be your shield and protector. I will be like a fire, a hedge of protection around you. Kwa hivyo muliosalia, mnadhani mnaendelea vizuri, huku ndiko kuna baraka. Ambia mwenzako huku ndiko kuna baraka. Praise the Lord.
Swacha kuniambia, sumwambie yeye, mwambie huku ndiko kuna baraka. Praise the Lord. Thank you very much. Sababu la pili anawaambia tokeni huko, maana huko mnakokaa watafurushwa, wataharibiwa, ufalme utapinduliwa. Sisi verse 7. Tuliwa hii Sayoni vonoka we ula utuye na mwetu wa Babiloni nundu uuni wo Yehova wanguthu unukwasya ni wandumie kwa imbae ilasya kubutie nikana ndaya yaku hizi note kana dhanangwe yumile nundu ula ukukita akita chuma cha idho yakwa nundu sisia, the Lord says, ngama tukangia koko kwakwa, I will shake my hand against them, I will shake my fist against them. Ngama tukangia koko kwakwa na dhasia na makatwi kama kutabwa nala mamadhukumie. They will be enslaved by the same people they have made slaves. Ufalme utapinduliwa. Mkikaa huko mtapinduliwa pamoja na hao, na kama wataharibiwa mtaharibiwa pamoja na wao. Mmoja kati ya yale mataifa ya Babylon watakataa ufalme, watapindua urais, na kwa sababu hiyo patakuwa na mapinduzi na mnaweza kuangamia huko. Kwa hivyo tokeni mkuje. Na hayo yalitimia wakati wa Belteshazzar. Ulitimia ule wakati mkono uliandika kwa ukuta. Huo usiku tu ufalme ukapinduliwa. Ufalme ukapindua, na ufalme wa Media na Persia wakachukua usukani kama wafalme. And therefore consequences came upon them in one way or another. Umaiko ni kuudhuka, ni kuuzililwa, ni kwanangwa. Na uzililwa waka nundu ni Yehova wenda masililwe. Nikidwa ni makitie chuma cha idho za Yehova. Tell your neighbor you are special. Nikizungume asia, you are the apple of God's eye. Mwambie you are the apple of God's eye. Pama sa kunikutesa wa apple mono ninesi aingi maimesa. Apple imwete wa 30, ngeta wa 40, ngeta wa 50. It's very precious. God says you are the apple of my eye. Tena zaidi hayo, hicho matika tikila kibala. Daki itu hapa imungu ukita hizo zako, adenda towe muku. Endo ukita ni wasia, ondo ni wabenya. Exactly the same thing what God says of you. Praise the Lord. Asifiwe Yesu Kristo. Finally, anawaambia rudini, maana nyinyi nitawafanya nyinyi kuwa sehemu yangu. Maandiko mangi imeasia verse 12, na Yehova akati wa Yuta takianda chake ndeni wa elandendeu na akanuba Yerusaleme ingi. Nyinyi mtakuwa sehemu yake. Watu hupigania sehemu za mababa zao, inheritance of their parents. I know a family hapa juu mlimani, watoto walitambua kwa sababu walijua wa baba akiaga kutakuwa na matatizo katika njia moja au nyingine. This is what they did. Mali yote ili wasisumbuane, wakigawana kashamba kale, wakigawana kashamba haka, wakigawana kashamba kale. Inasemekana nilipoulizia kuwa wasichana wa baba walikuwa wamerithi mashamba mengi kupitia baba yao. Kwa sababu hii baba yao alikuwa amewauzia. Kama katika ile hali ya kuuzia hayo mashamba, wasichana wakirithi hayo mashamba na wamenunua tu, vijana wakasikia wivu. Sijui kwa nini, maana baba akisema atauza alikuwa anaambia kila mtu. Unfortunately, I think the ladies were more wealthy katika hiyo boma. Hivyo what they did, wakapata pesa na wakanunua zile shamba, na vijana wakasikia uchungu sana. Hivyo baba alipoaga tu hivi, kila kitu iliuzwa. Kila kitu kauzwa, kila kitu akagawana, kila kitu, hata mpaka nyumba ya baba ikauzwa. Naambiwa makarai zilichukuliwa zote wakagawiwa. Siku hiyo tu ya kugawa kila kitu. Jembe,
panga, vijiko, hata na sahani zote wakagawana, na nyumba ya baba yao leo haiko. Ani mundu weseo ai mwalimu tena. Maana hali ya kurithi inalete matatizo. Mungu anasema nitawafanyia nyinyi hayo matatizo. Nitafanya watu wengine watatizike kwa sababu ningependa kuwarithi nyinyi. Nitafanya juu chini mkue urithi wangu. Maandiko ando manga ili kimepata umundi. Maandiko amepata nundo kwa njia moja au nyingine. Mimi na wewe tuko kama wale Wayahudi ambao wako Babylon, wanaambiwa warejee Bwana. Wakulia mwenzako we Babyloni we. Numukulia we Babyloni we. Kwa mtuzi ya ndo wilia. Kwa teva molete kuimola kwa Babyloni. Numukulia we Babyloni we. Unamangalia vizuri. Praise the Lord. Wewe uko Babyloni wewe. The Bible says in Betelo Wambe Kilungu Chambe. Betelo Wambe, 1 Peter chapter 1, the Bible says this. Edukisie. Ujelewe wewe ni nani? Betelo, mutumwa wa Yesu Kristo. Valua uwa kwa umabikie anube alame unaichoni. The Greek word there is diaspora. Diaspora. Barua hii iwafikie wote walio diaspora. Alama tuye uenine ndi isusionesa talani wabahu. Wakristo wameandikiwa barua hii wakiambiwa nyinyi ni mko ugenini, mko diaspora. Wote walio Kenya, walio Uganda, walio USA, walio Malawi, dunia yote, wale ambao mko katika mataifa kwa njia moja au nyingine mko ugenini. Navandu amana we uwenini. Wewe uwenini. Kilungu chucha chambe verse 17 adasi ati na edhiwa ni mumwikaila asa we ulausilila kila mundu kwanana na uya wake vate wendesyo ikalaina uya ibindadhi mweba wenine. So ambie mwenzako wewe ni mugeni. Kwa mukule ona yutu na mana uimweni. Hata wewe yoba. Kilungu chake ni verse 11. 1 Peter 2 verse 11, the Bible says, endwa ningumwisoma tamwi edukise tamwi ekali mawenini. Tamwi ekali mawenini. Na tamwi aendi machalo. Mwe badane na mimeo midhuku ya mwe elayo kita na ngoo yenu. Kwa hivyo kweli ni kuwa sasa sisi tuko Babyloni. Lakini usikae Babyloni mpaka uoane na wao, mpaka utangamane na wao, upate mwishowe haitafautishwi kama wewe ni Mbabiloni ama wewe ni Mkristo. Na kama kweli tunafananishwa hivyo na hawa Wayahudi, then the following things are important to us. Ningumutangazia umu na watangazia leo, tokeni Babyloni katika jina la Yesu Kristo. Toka Babyloni isitwa ni za Yesu Kristo. Ambia mwenzako toka. Ndomuye Babyloni. Amukulia utoa odhika chauku. Praise the Lord. No mwizela mandiko mangi imekwasia mwika miendende na mandwala maba mandi mandwala meba mawendi mamwe mawendi mamezo na wili anyowa chao wadhayo alama menda makana ngwa na indi ikibetwa indi alama mwendanga makakala na chao na tene. Come out of Babylon. That is the word of the Lord today. Again for 3 reasons. Sababu ya kwanza ni kwa sababu baraka mlizonazo ndani ya Yesu Kristo ni zaidi ya baraka zile mlizonazo huko nje. Ninajua huko nje kuna pesa, huko nje kuna magari, huko nje kuna wake, huko nje kuna wanaume, huko nje kuna kupatikana na kuonekana. Na huko nje wanadhani huko ndio kubarikiwa. Lakini leo hata nyinyi mnatambua ndani ya Yesu kuna mambo mengine zaidi ya hayo tulipata. Tukapata amani ndani ya Yesu Kristo. Tukapata uzima ndani ya Yesu Kristo. Hata ukaweka
ukaweka ukuta ulinde gari yako, hata ukaweka ukuta ulinde nyumba yako, hakuna ukuta unaoweza kudhibiti amani ya Mungu. Huo ukuta utauweka wapi? Hapo niambie, huo ukuta wa kibali cha Bwana utaweka wapi uzuie? Maana umezidi kipimo ambacho unaweza kufikiria. Umefanywa mwana katika ufalme wa mbinguni. Asifiwe Yesu Kristo. What can hinder you from the blessings of God which you are receiving in Christ Jesus? Hata kingine nasema, there is no money, there is no power, there is no life, there is no death that can separate you from the love of God which is in Christ Jesus. Uko na a lot of wealth. Ibuku ni dha katika kitabu cha Waefeso kifungu cha kwanza tunaambiwa we have spiritual blessings. Ndani yako kuna Roho Mtakatifu. Sehemu ya Mungu iko ndani yako. How can you measure that? How can you limit that? Tukapokea the gifts of the Holy Spirit. No one else has this benefit. Tukapokea the hope of salvation. It cannot be bought by money. No walls can keep you from the blessings of God. No walls can limit how much blessings God has kept in store for you. Zaidi ya hayo, you have access to God in a prayer. You can pray and He will hear and He will answer you. Hakuna ukuta unaweza kukuzuia. Kwa hivyo kama una ukuta wa nyumbani, kama unaua umekuzunguka, God bless you. But there are blessings even the devil himself cannot keep you from. There are blessings even the devil himself cannot take from you. Na maana nawaambia, umain Babylon, welcome where God is. Hata where you are, come out of Babylon. Sababu ya pili ni hii, huko nje Babiloni hukumu ya Bwana inakuja. Na usidanganyike, si ati inakuja, hata sasa ishafika. Dumwe na yuzo loanga ino bikie. Kwa mtabia umwe mutui wakwa. Dumwe mutui wakwa. Nina mana mwimbi dhukizie. Mwambia jirani yangu. Tumwambie jirani yangu. Hukumu ya Bwana ishafika. Hata wewe Yehova. Alamu na Biblia ipuko ni dha lomi kilungu chambe na Msawai 18. Kuna katabia kwa watu kudhani hukumu ya Bwana iko kule mwisho. Makona usilowa yoba we na kukwa sandu katubikia. Na dhila ni dhenge ukwanga umbola ndikathi yani dha mwaki. I am sorry to disappoint you. Kedu kisi? Alomi kilungu chambe na Msawai 18. Tuwa nundu udhatu wangai ni umilitwe. Tika nao kwa umilwa. Ni umilitwe. Right now as we speak, the wrath of God has been revealed. Iulua kila undu utewa kumukia ngai. Na kila undu utewa ulungalu. Wandu alamasi ya ulawo. Undu ni onaweba utewa ulungalu. Ni kwethiwa na kuendelea mbele. Usilo wangai tunawo yu. Na ibuku dhiwa dhisoma nukona mondo mengi muno. Makona nya usilo wangai. Mondo ambapo wana hatu kasi it is freedom. It is not freedom. It is God's judgment. Menena yulua aka matia metwano yo. Iyi aume matia metwano yo. Na misi lana ngika alasia usuna usilo wangai. Aume matia mutuo ulawo wa kawaida. Malea utua aka metwa ya aume. Na aka malea mutuo ulawa kawaida. Matia mume mo matwa wanaka asia usu bado no silolo wangai. Muingo pena kinuketa wa transgenderism. Transgenderism ni ile tabia mtu anasema ingawa nilizaliwa na niko na mwili wa mwanaume ninajihisi mimi ni mwanamke. Na mwanamke anasema ingawa nilizaliwa kama mwanamke lakini kulingana na vile najihisi, vile najifeel, mimi ni mwanaume. And do you know what? Woman ulawe kwa you wiingivete. We turn on our hormones. Na watu na hormones, we mundume aikidhui ni chambia kwe kata.
kuneneba na wazia wako ni waambia uthekeba na oyu alama muzama watane wanaume ni mabetwa na oyu ni babudhuwa ni watwika mundu muka atobe na matatizo wena yu madha dakika 20 bayachoni. Na mtu anafanya hivyo maana anahisi yeye amekuwa mwanamke na noho akamekwikwa kithui kicha kukidhi kikibeta kwa kithui chucho na wito kata tawi mundu ume na uzikwa plastic surgery na hindi madhosa na makondo na kondo na wetu kidwa mundu ume. And my friend jisundu mwakwata nia edho madha dakika 30 toni wetele mumo meke hata madha na yu undu mekwasia kana nikatona kuitwia kambie uiti onake na miaka monza. Yani mtoto anaweza kuamua ingawa nilizaliwa kasichana mimi ni mvulana na immediately matibabu yanaanza. Kana hawezi kuvote haitona kudhiu kuna kula kana kadhitikelwa kunyauke. Huyu mtoto hata kubaliwa kutumia sigara lakini akihisi yeye ni mwanaume ingawa ana mwili wa mwanamke matibabu yanaanza immediately. Hata wanaambiwa usiambie mzazi wako, ambia mwalimu na upelekwe matibabu yaanze. Asema kesa kwenda mwana ni watumie ndawa o matesi. Anakono mwasi ni maendeleo ya dunia. The Bible says it is God's judgment. It is happening right now as we speak. Hivi vita vinaendelea duniani hii yote. Sijui Al-Qaeda, sijui Al-Shabaab, sijui Muslim Brotherhood. What if it is God's judgment happening right now as we speak? Tunaambiwa kuna janga sijui limefanyika. Sijui kuna catastrophe. Sijui kuna climate change. Sijui kuna this and that. What if it is God's judgment? Juzi palikuwa na majenzi Kenya yote wametoka. Na si hapa Kenya pekee, Sri Lanka na kwingine majenzi wamenuka. Kwa sababu gani? Nasemekana waongozi ni wabaya. Nao wakainuka, wakafanya rabsha na wengi wao wakauawa. Uchumi wa nchi yao ikazorota. What if it is God's judgment happening right now as we speak? Mundu usilowanga ini umiletwe. All of this corruption happening in our country right now. Baka unapata you cannot do anything apart from being corrupt. What if it is ongoing judgment of God? Ndio watu alama ukwata more corrupt. Udogo nangi corrupt. Na wiko lokoloni na angi corrupt. It is just corruption and punishment. Corruption and punishment, impunity. What if this is God's judgment happening right now? Okay, wanandu wengi vitu. What if it is God's judgment? Hii simoni sito Facebook. Wana mwetu no kizi kwa ni wakuna. Kitimba kwa ni wakuna. Nyamadhika maondo wangi pornography. Ona YouTube anakeni maeketo otwana. Nundu nimeku ya niwanipa ya kwa internet. Wanaangalia pornography na wametosheka. What if it is God's judgment? Nyinyi wanarika mnawakimbilia hao watu. Mnakimbilia hivyo vitu. What if we in Babylon na usumbe wende ubindua? Nandu mama. Madhana ngika na kundu kwa na ngika. Ende weka hata we. Makundi haya ningine si ya Illuminati, si Freemason. What if it is God's judgment happening as we speak? Okay, ndeno silowanga hiyo ende na kundu mama. Ikiwaribu wengine na kuharibu wewe pia. Toka Babylon tafadhali. Uokoe nafsi yako tafadhali. Katika jina la Yesu Kristo. Toka uokoe nafsi yako maana hao wanaendeleza hukumu ya Bwana. Ani mukakengeke. Ya dhamaki yiku dhambie yu. Naende etune yiku dhambie yu. The Bible says the kingdom of God is upon you. The kingdom of God is upon you. Will you receive the kingdom? Receive it. Receive it. Mkatate usiwahi sikia uwivu. Wengine wanaendelea vizuri, ni usilowende. Wanaona wanavalia nguo nzuri, ni usilowende. Wana meketo high heels. Tukula tukube, kidhui kenza kwe. Mundume wa Monday, mundume wa Tuesday, mundume wa Wednesday, mundume wa Thursday, mundume wa Friday.
Osililo. It is going on right now. Come out of them. Nadhani tunawanyima furaha, tunawanyima God's judgment. Ile mnaonga, mnadhani mnakatazwa vitu vizuri, mnakatazwa utajiri, mnakatazwa hukumu ya Bwana. Toka katika jina la Yesu Kristo. Toka nukwana ngikamadhana ngwa. Isitwa ni za Yesu Kristo. Hata wewe Yehova. Kwa hiyo nandina uyange kuyatani na makosokoso mandhino. Nunduba uwe Babiloni nibobe no sililo wanga. Nemo sisi yangu ndukeke yangu wasi alama usililwa. Nduka mnusa lasi umteo nuwa si alame kwa nangwa na kusilwa ni Yehova. Nduka tinda nyena alama endeo usilwa ni Yehova. Nduka tinda nyena moni na kuisuva isitwa ni za Yesu Kristo. Mawendi medho we na alama usililwa. Mawendi we na alama usililwa. Na wizi ya nyowadha ayo we na alama usililwa. Toki tumituna mandiko nikenandu kezwa umwewa kwizwa huyo usililoni. Na akilamu zela tutinda na ndo asilile. Tutinda anamo. Hito mewe ya tei. Na nimelo kwe wa tei. Hindi tutua na ndo asilileo na yutwe. Kundutuna tunaekalani na my wife. Tulitembelewa na Kairep wakati huo. Ile banki ya wanawake. Hini dheta wata. Kenya Women's. Ukapata wanawake wamepata tuloni. Hiki timetembea wapata tuloni. Unapata mwanamke amechukua loan ya karibu 50,000 na muomendesi. Sasa kutabi wasiabika my friend. Sasa kutabi wasiabika. Wakati wa kulipa ukifika inakuwa matanga. Sasa ndio mwanaume anatambua kumbe kuna loan ilichukuliwa. Wanakuja wanabeba kila kitu. Na mwanamke akitambua utakujwa. Anazua adapsha na mume wake na anakimbia. Mume edhoke watezi kila kiende. Na mweni kaname ikanange mitwano yo maima ndambesa. Kwa ndabe momandele we laisi wa mandambesa wakaiwewa. Na nasume kuina kwa. Ali mama Sunday. Asuti andume Babiloni. Nani kimume we akiwu. Enda mbesa akobe atezi kanani wa ile kuiba na ndena nzia ya kuiba. But listen. Eke ane satamu. Au malukende otamu. Lakini kaino usililo wende. Na haka watu wanundu wa wendi wao. Toka. Tell your neighbor come out. Mwambie, tell your neighbor come out. Mwambie sio raha ni mauti. Ndumutabie timu ti utanu nusililo. Hallelujah. Finally, anasema toka huko. Maana wewe utakuwa sehemu yangu. Wewe wazi wote inaye. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe pamoja. Kweli pamoja. Katika safari yangu natembea. Tunasema Bwana ni sehemu yangu, ilhali Mungu anasema nyinyi mtakuwa sehemu yangu. Hebu tupindwe kama tutaweza. Mungu anakuambia wewe ni sehemu yangu. Tunafaa kuimba hivi. Bwana ni sehemu yako, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea. Yesu anayoba ikwini ya wazi usu. Sadela ikuyaye wewe ni sehemu yangu. Wewe ni rafiki yangu. Katika safari hii yako mimi nitatembea nawe. Pai mundu tia utiwa wake. No ukitea. The saddest thing about believers today is not knowing their value in God's eyes. You are God's portion.
Mungu anaringa na wewe. Hata wewe Yoba, Mungu anaringa na wewe. We mundu yake. Na yadha ando mangai. Ningumusuba umunde tubindwe, ondo tunena na tukaboya. Isi neze kalamve na kulia hii. Edha nye ni sehemu ya Yoba. Na nonzi ololokite. Niki onanginya yu nena hata nitamiwe ni mui. Na ni sehemu yake. Kweli Yoba no tono nzubia. Bigaba no kulindi yewe Yoba kwa mewe nzubia. Nundo alama elokea na ala sehemu yao ni katika shetani. Ona yu uno uboya. And understand, nundu tumbikite, we have been, yani tumbikite kwa Tanzania, always in defense. Always in defense. Let me tell you this, bad things happen to all people. Hata wachawi wanakufa. What if it is just life? You are God's portion. Ndato wecho kusubia ona you. Nalo kukule kwani where are you? Kowe uimone. Everything you look, no wimo. Everything you see, no wimo. I understand what you are going through. Anakuwa no wao utene. Akule ni chame we no. Lakini abigaba ndo nazia, I want to limit my conversation. I will not glorify the devil anymore. I will glorify God. I am his portion. Ona you thembe we manjini. Ona you. Wewe mumanie Yesu Kristo watangiwa hata sasa unalaumu mashetani. And you his portion. No wewe Babiloni. Ando alange no mane ndo mekwenda one lakini yene ngumuko ule ona you bado no chame wani imo. Ona you Yoba nda kusubia. And the issue is walele kuikianiki. Bad things happen to all. And it is in those bad things God is still our Lord. Let me tell you, God is our Lord when it is good, when it is bad. Kwena leu jina lake litukuzwe. Kute leu jina lake litukuzwe. Wina anana, the name of the Lord be blessed and praised. Kama hawako, the name of the Lord be blessed and praised. When you have friends, I inuliwe na tukuzwe. When you have enemies, I will receive this from the Lord. Tuonge kama Job. Anasema the Lord gives and the Lord takes. May his name be praised. Hao walio Yerusalemu ambaye ni sehemu ya Bwana wanajua hivyo because God is in control no matter what is happening in their lives. Na niba kana hizo na wekwatio na mwikio. Weko sisi ya mumaidha wonondo Yobo kweka. And even if you die in the Lord, wakuya moko ni make. It is not new. Ona Yesu Kristo aisye umuya yondekeke. Only to discover the Lord had not left him. Si alifufuka? Yes. The Lord had not left him. He is still resurrected from the dead. You are not the devil's portion. If you are his portion, I pity you. Umeisha. Umeangamia, umekwisha. But you are the Lord's portion. Kuna wesila kula kadhanze kabo uo wake katika malisho ya majani mabichi wewe bado unaye. Hata pale katika ubonde la uvuli wa mauti bado yungali na wewe. Nda kutia you are his portion. Witi waike. Why would God let you go to waste you? Utumie bana shetani. Itawezekanaje Mungu akuache kwa mikono ya shetani? He knows how to use you well. All you need to do is come out of Babylon. Ukabao tuke mundu mkamutangi. No matter what they say. Asuna ndo Babylon eka umewe yake weu ukabaa kwa Yoba ola wakuwa kutangiye. Aume umai natani na aume Babylon maende ukwa. Le mundu mkawa ndabisenge wala yake. Andele milie muno ando ako na mume ni wisewe nguma ndhuku lakini muka nda mutia o meanisia nake iyo andabia pastor mudhumo ndiye kwa kande pastor o mumze ndula naona nani mudhui haso ndula naona wandele myabyo ndula naona wandele myabyo keke ya hivyo muno o kie basa nana emu wau hidelea haikoma
anandu mako mame separate you ni wazazi oka lazima kuzia kila kiende bu ezo kwa nike kitanda chazo kwa nywabyo pio kido kwa nito kwa ndo kido kwa na oza mtu abala mbabu waka mudhambie ondo wende omudhambia bado no wende kwizo kwanya tio mo kwatia pesa kwithia mama hivi kakwacha ndana akoma ni kubwa na kudhambia ona Yesu sia kitandani yake to kukuzicha mondani itetheka yu bainda wambe wao na la uko na masaku ena ngali yake nene ona ndo maimu yake huyu ange maimu enda ai mothomo ni nonie ayonga mabandu baina toilet twithekanya nake natwa vingwa momo na twalika seriously. Hani unasikilia mtu ambaye yuko Babiloni kiuru. Unatamani utajiri wake, kumbe ujui kuna mabaya mengine kwa hapo. Babiloni miao. Seriously. Nani mundu niko manana yake? Webina. Lakini mundu ala memuini wake. Usilowanga yone wende ndani dhaini wao. Unaona tutusembete ba. Unaona kama sembete ba. Yani wa being God's portion. Hata wewe yoma. Ambia mwenzako wewe ni sehemu ya Bwana. Praise the Lord. Wewe ni sehemu ya nani? Tunga metumine wazi Yesu. Yesu tutongoe asie. Tunga metumine wazi Yesu. Tunga metumine wazi Yesu. Ame Yesu